Karibu tena katika pati nyingine ya kimichezo ambayo tunaenda kuongelea. Mwaka huu umekuwa ni mwaka ambao ni wa maajabu sana, ambazo zile timu ambazo zilikuwa haziwezi kuchukua mataji sasa yameweza kuchukua taji. Mfano PSG baada ya miaka 55 hivi sasa wameweza kuchukua taji. Wewe kwa upande wako unaonaje? Huu umekuwa ni mwaka wa maajabu kwa vilabu vingi sana duniani, ikiwa barani Afrika, Europe pamoja na nchi nyingine. Hapa Afrika umekuwa ni mwaka wa maajabu kwa Tanzania, klabu ya Simba kuweza kufikia malengo yake ya miaka mingi ambayo imekuwa ikishindwa kuweza kufika. Klabu ya Simba imekuwa ikicheza katika mashindano ya CAF pamoja na Confederation, imekuwa ikiishia katika hatua ya robo finali. Confederation walizocheza mwaka 2021 waliishia katika hatua ya robo finali ambapo ilitolewa zaidi ya Orlando Pirates ya South Africa. Kwenye klabu bingwa barani Afrika wameweza kutoa zaidi ya National Ahli, zaidi ya Kaizer Chiefs pamoja na vilabu vingine, lakini mwaka huu wameweza kufika finali japokuwa hawakuchukua taji. Tukienda hapa Afrika katika CAF Champions League, klabu ya Pyramid ya nchini Misri imeweza kuchukua taji lake la kwanza toka imeweza kuanzishwa mwaka 2008. Na imeweza kuchukua kutokana na uwekezaji mkubwa waliofanya katika timu yao. Kwa hiyo nimekuwa ni mwaka wa maajabu. Ukienda zaidi barani Europe unaweza kuona klabu kama ya Paris Saint-Germain ndio kwa mara ya kwanza imeweza kuchukua taji la UEFA toka imeanzishwa Julai 12, 1970, takriban miaka 55. Taji lake la kwanza timu na waliweza kuwa na mastaa kibao, lakini waliweza kushindwa kufikia hayo malengo. Lakini chini ya mwalimu wao wameweza kubeba taji na wakiwa na project bora sana ya vijana ambao wapo nayo. Tunaweza kuona nchini Uingereza baadhi ya vilabu vingi vya vitatu kipongo kabisa vinaweza kukaa ndani ya miaka mingi basi kuchukua, ikiwa Crystal Palace aliweza kuchukua taji la kwanza la FA toka miaka 19 dhidi ya Manchester City. Ukija klabu kama Newcastle akiweza kuchukua taji lake la Carabao Cup ndani ya miaka 32 akiweza kufunga Liverpool. Unakuja mtu kama Tottenham ndani ya miaka 17 pasipo kuchukua taji lolote la kimashindano toka ameanza kushiriki. Kwa hiyo imekuwa ni mwaka wa maajabu kwa vile vitu ambavyo vimeshindikana kwenye football, hakika mwaka huu vimewezekana. Tunaweza kuona watu historia zikiandikwa, baadhi ya wachezaji wakiweza kutoka katika mikosi. Mtu kama Harry Kane aliweza kuchukua taji lake la kwanza toka aanze katika maisha yake ya soka. Miaka kadhaa amekuwa akishiriki katika mashindano mbalimbali akiwa amekosa 2021 walishiriki mashindano ya UEFA Cup of Nations, waliweza kufungwa dhidi ya Italia. Mwaka 2023-24 waliweza kufungwa dhidi ya Spain. Huo ni mwaka wa maajabu, na tulipoona Kane alipoweza kuchukua taji akaenda akazika kwa staili kama ya mzimu ule ambao umekuwa ukimsumbua miaka kadhaa kuchukua taji. Huo umekuwa ni mwaka wa maajabu kwa baadhi ya wachezaji pamoja na vilabu mbalimbali ambao vimeweza kuchukua mataji duniani kwa ujumla. Bwana, asante sana. Ulikuwa ni baadhi ya maoni ambapo tumeweza kuona timu za mwaka huu umekuwa mwaka wa maajabu, ambapo timu ambazo zilikuwa hazijaweza kuchukua mataji sasa yameweza. Asante sana. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na comment pale. Asante.